Ni Mwenyezi Mungu tu ndiye anayenisimamia, anajali kila kitu ambacho kipo kwenye maisha yangu. Japo kuna wakati mimi nakuwa na kufuru kwamba mbona Mungu ni mimi tu. Kuna wakati unakuja moyo wa imani kwamba TV sema usikike Leo TV sema usikike. Leo TV leo tumerudi tena, tumeanza channel yetu upya. Kwa hiyo kwa wale ambao walikuwa wametoka nje, tunaomba mrudi ndani muweze kupata uhondo na vitu mbalimbali kutoka ndani ya channel hii. Leo katika pitapita zetu tumekutana na mtu mmoja ambaye mtu huyu kwa jina sitamtaja, lakini tutakwenda kupata story kabisa kuhusu maisha yake, nini kilimkuta, tatizo lilikuwa nini mpaka kiasi kwamba amechanganyikiwa. Sasa leo tutaenda kuwa naye, kaa nasi mwanzo hadi mwisho wa video hii. Kwani ilikuwaje, tukapate simulizi kutoka kwa mtu huyu, atatusimulia yote aliyomkuta mwanzo hadi mwisho. Kama ulikuwa unarukaga vipindi kama hivi, usikose kipindi hiki. Twende tukaone kwani ilikuwaje. Bana, hakuna kitu nilichokiacha na hakuna kitu rahisi kama unavyojua. Hakuna kitu kigumu kama unavyohisi. Twende tukaone. Bana, sasa nipo na yule mtu ambaye tumetoka kumzungumza pale, nipo naye hapa kama jinsi ambavyo mnavyomuona. Tutakwenda kupiga story naye 2-3 hivi. Ndugu yangu, mambo vipi? Safi, habari? Habari salama kabisa, vipi wewe? Nashukuru Mungu bwana. Tunashukuru. Katika pitapita zetu leo tumekutana na wewe, jicho la Leo TV limekuangazia kabisa vizuri. Kwa hiyo tunataka tupige story na wewe, tupate simulizi kidogo, nini kimekusibu mpaka ukawa katika hali hiyo, na ni changamoto zipi ambazo umekuwa ukizipitia. Karibu. Asante. Nashukuru kwa jicho la Leo TV, sema usikike. Kwa itabidi mimi nizungumze ambayo amenipitia, kwa sababu kwenye maisha haya kila mmoja na changamoto yake. Kila mmoja na changamoto yake. Kwa kweli story ni story ya ukweli kwenye maisha yangu, imenitokea. Ni hadithi kubwa sana na ina mafunzo ndani yake. Naonekana ni mtu ambaye sina akili, naonekana ni mtu ambaye yani kiufupi kila mmoja ananichukulia vile ambavyo anajua mwenyewe. Lakini nachokiamini kwenye maisha yangu ni Mwenyezi Mungu tu ndiye anayenisimamia, anajali kila kitu ambacho kipo kwenye maisha yangu. Japo kuna wakati mimi nakuwa na kufuru kwamba mbona Mungu ni mimi tu. Kuna wakati unakuja moyo wa imani kwamba kaza ipo siku na wewe utakuwa kama wale. Ndugu mtangazaji, kwa kweli mimi maisha haya nilionao kwa leo nashukuru Mungu kidogo, kwa sababu kula mlo mmoja, manake mlo mmoja ilikuwa siwezi kupata. Mimi ni mzaliwa wa Geita. Nilizaliwa katika kijiji cha Ihega Bukoli pale. Ni mtoto wa 5 katika watoto 7, watoto 8. Mimi ni mtoto wa 5. Lakini historia ya maisha yangu inaanza kipindi baba alipofariki. Baada ya kufariki baba, kwa kweli maisha yangu yameanza kuwa mabaya sana. Kuna vitu ambavyo nimekuja kuvipata kwenye maisha yangu sio saizi yangu kwa kweli. Basi story ilikuwa ni hivi.